Karibu Ekms News, chanzo chako cha kuaminika cha habari kutoka eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Tasha Natasha na hii ni taarifa yetu ya habari ya leo, Jumanne, tarehe 18 Agosti 2026. Vichwa vya habari. Rwanda, Kigali yaandaa jukwaa la teknolojia na muunganisho wa intaneti Afrika. Rwanda, biashara na uzalishaji wa ndani waendelea kukua baada ya maonyesho ya biashara ya Rwanda 2026. Kongo, M23 yaendelea kuimarisha utawala wake mashariki mwa Kongo. M23 pia yaendelea kuwa na ushawishi katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo. Burundi, FNL yarejea na wito wa mapambano dhidi ya serikali. Afya ya kikanda, tahadhari ya Ebola yaendelea mashariki mwa Kongo. Diplomasia ya kikanda, Kongo, Rwanda na jirani wake M23 zaendelea katika juhudi za kutafuta suluhisho la amani. Endelea nasi kwa maelezo kamili ya kila habari. Rwanda, Kigali yaandaa jukwaa la teknolojia na muunganisho wa intaneti Afrika. Kigali, Rwanda, Agosti 18, 2026. Jiji la Kigali nchini Rwanda linaandaa African Pairing and Interconnection Forum 2026, mkutano wa kikanda unaolenga kujadili maendeleo ya miundombinu ya intaneti na muunganisho wa kidijitali barani Afrika. Kwa maelezo zaidi kutoka Kigali, sasa tumuunganishe mtangazaji wetu James Mashagali. Asante Tasha. Rwanda, biashara na uzalishaji wa ndani waendelea kukua. Kigali, Rwanda, Agosti 18, 2026. Sekta ya biashara na uzalishaji nchini Rwanda inaendelea kupata msukumo mpya, huku kampuni za ndani zikiongeza juhudi za kutafuta masoko na fursa za kibiashara. Taarifa mpya kutoka Kigali zinaonyesha kuwa Super One Industries imepata oda mpya za bidhaa kufuatia ushiriki wake katika Rwanda International Trade Fair 2026. Maendeleo hayo yanaonyesha kuongezeka kwa fursa kwa kampuni zinazozalisha bidhaa ndani ya Rwanda, pamoja na kuongezeka kwa hamu ya bidhaa zinazotengenezwa nchini. Maonyesho ya biashara yamekuwa yakitoa nafasi kwa wazalishaji wa ndani kukutana na wanunuzi, wawekezaji na washirika wa biashara kutoka Rwanda na nje ya nchi. Kwa upande wa uchumi, kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani kunaweza kusaidia kuongeza ajira, kupanua masoko ya bidhaa za Rwanda na kupunguza utegemezi wa baadhi ya bidhaa kutoka nje. Serikali ya Rwanda imeendelea kuhimiza uzalishaji wa ndani na kuongeza ushindani wa bidhaa za nchini katika masoko ya kikanda na kimataifa. Ekms News itaendelea kufuatilia maendeleo katika sekta ya biashara, viwanda na uwekezaji nchini Rwanda. Kongo, tahadhari ya Ebola yazidi kuongezeka mashariki mwa Kongo. Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Kongo, Agosti 18, 2026. Wasiwasi wa kiafya unaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia taarifa kuhusu mlipuko wa Ebola, huku mamlaka za afya na washirika wa kimataifa wakiongeza juhudi za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Ebola ni ugonjwa hatari unaoweza kusambaa kupitia mawasiliano ya moja kwa moja na mtu aliyeambukizwa au majimaji ya mwili ya mtu mwenye ugonjwa huo. Katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, juhudi za kukabiliana na Ebola zinaweza kuwa changamoto kutokana na hali ya usalama, uhamaji wa watu na ugumu wa kufikia baadhi ya jamii. Mamlaka za afya zimeendelea kusisitiza umuhimu wa kugundua wagonjwa mapema, kuwafuatilia watu waliokutana nao na kutoa taarifa haraka kwa vituo vya afya pale dalili zinapojitokeza. Wananchi pia wanahimizwa kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya na kuepuka kueneza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Ekms News itaendelea kufuatilia hali ya Ebola na taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za afya. Kongo, Rwanda, Kinshasa na M23, juhudi za amani zinaendelea katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Kigali, Kinshasa, Agosti 18, 2026. Juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea, huku Kongo, Rwanda, Kinshasa na M23 zikiwa sehemu muhimu katika mchakato wa kutafuta amani katika eneo hilo. Mazungumzo hayo yanalenga kupunguza mapigano, kuimarisha usalama na kutafuta njia ya kisiasa ya kumaliza mzozo ambao umeendelea kuathiri jamii katika Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Suala la usalama wa mipaka, uwepo wa makundi yenye silaha na hali ya maeneo yanayodhibitiwa na M23 ni miongoni mwa masuala muhimu yanayohitaji kushughulikiwa katika juhudi za amani.
Wakati huo huo, mapigano yanayoendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo yanaendelea kuwa changamoto kwa utekelezaji wa makubaliano na juhudi za kidiplomasia. Rwanda na Kongo Kinshasa zimekuwa zikihusika katika juhudi za kidiplomasia zinazolenga kupunguza mvutano, huku M23 pia ikiwa na nafasi muhimu katika mchakato wa kutafuta suluhisho la mzozo. Kwa sasa, matarajio makubwa ni kuona juhudi hizi zikisaidia kupunguza mapigano na kuruhusu raia waliokimbia makazi yao kurejea katika maeneo salama. M23 yaendelea kuimarisha utawala wake mashariki mwa Kongo. Goma, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Agosti 18, 2026. M23 kupitia muungano wa Alliance Fleuve Congo M23 inaendelea kuimarisha udhibiti wake katika maeneo makubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku kundi hilo likijenga mifumo ya kiutawala katika baadhi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba M23 haijaishia katika udhibiti wa kijeshi pekee, bali imeendelea kuunda miundo ya utawala sambamba, ikiwemo uteuzi wa viongozi wa kiraia katika maeneo inayoyadhibiti. Ripoti ya Africa Intelligence ya Machi ilieleza kuwa viongozi kadhaa wa kiraia walipewa majukumu ya kusimamia maeneo yaliyo chini ya Alliance Fleuve Congo M23. Africa Intelligence. Uchambuzi mwingine wa The New Humanitarian umeeleza kwamba M23 imeanzisha utawala sambamba katika maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo, huku suala la nani anayesimamia huduma na taasisi za kiraia likiwa sehemu muhimu ya mzozo huo. The New Humanitarian. Jambo hili limeonekana pia katika sekta ya afya. Wakati wa mlipuko wa Ebola katika mashariki mwa DRC, Alliance Fleuve Congo M23 ilihusika katika kuratibu mwitikio wa afya katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Reuters iliripoti kwamba kundi hilo lilitumia mwitikio huo kuonyesha uwezo wake wa kusimamia maeneo inayoyadhibiti, huku kukiwa na mifumo ya kiutawala inayofanya kazi sambamba ambao kawaida ingefanywa na mamlaka ya Kinshasa. Sabc News. Hata hivyo, hali hii imeibua maswali makubwa kuhusu mamlaka ya serikali ya Kongo, uadilifu wa eneo la taifa hilo na mustakabali wa maeneo yanayodhibitiwa na M23. Watafiti wa masuala mbalimbali wanaendelea kufuatilia kwa nguvu upanuzi na ushawishi wa eneo ya M23 kwa kutumia taarifa za matukio ya migogoro na vyanzo vingine. Kwa upande mwingine, mchakato wa kisiasa wa kutafuta suluhisho la mzozo unaendelea, huku suala la kurejesha mamlaka ya serikali ya DRC katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi likiwa moja ya changamoto kubwa katika juhudi za amani na likionekana kuwa ndoto. Kwa Ecmsinius, muhimu ni kutofautisha kati ya udhibiti wa eneo ambao unaweza kuthibitishwa kupitia ufuatiliaji huru na madai ya kisiasa ya upande wowote kuhusu uhalali wa utawala huo. Kwa hiyo, kuimarika kwa miundo ya utawala ya Alliance Fleuve Congo M23 kunaweza kufanya mzozo wa mashariki mwa Kongo kuwa zaidi ya vita vya kijeshi na kuugeuza kuwa mzozo kuhusu nani atakayekuwa na mamlaka ya kisiasa na kiutawala katika maeneo hayo. African Security Analysis, alama ya nyota kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo haya na hali ya sasa mashariki mwa Kongo, sasa ikiripotia na mtangazaji wetu James Mashagali. Burundi yarejea na wito wa mapambano dhidi ya serikali. Bujumbura, Burundi, Agosti 18, 2026. Kundi la waasi la FNL nchini Burundi limeonekana tena katika taarifa za kisiasa na kiusalama, huku likitoa wito wa mapambano dhidi ya serikali ya Rais Evariste Ndayishimiye.